Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimia katika jina la Bwana. Ninamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku hii ambayo Mungu ametupa kibali tena kuwepo katika kipindi hiki. Kabla ya yote tutakwenda kumshukuru Mungu na tutaenda kuanza kipindi chetu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Baba yetu wa mbinguni, Mungu mtakatifu, uishie milele na milele. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Na kutukuza na kulibariki jina lako. Nasema asante kwa ajili ya nafasi hii ambayo Mungu umetupa kuwepo mbele zako. Ninalibariki jina lako nikiomba rehema, Bwana, mahali ambapo tumeenda kinyume, tumewaza, tumenena, tumetenda, pamoja na wasikilizaji na watazamaji, kwa jina la Yesu naomba rehema zako. Uturehemu Bwana, achilia damu yako, damu inenayo mema, damu ya thamani inayotuosha na kutustahilisha mbele zako kama watoto wako. Nalibariki jina lako. Sante kwa rehema zako. Tunapoenda kuanza kipindi hiki, Yesu Kristo, tunaomba mkono wako tamalaki, tufunike. Roho Mtakatifu tuatamie katika jina la Yesu. Achilia usikivu na kuelewa na maneno yako. Ninakubariki Bwana katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimia tena katika jina la Bwana. Karibu katika kipindi hiki ambacho Mungu ameinua chombo hiki ambacho kinaitwa Gracious Time. Mungu ameinua madhabahu hii ili tukutane na kuonana katika kipindi hiki cha kujifunza maneno ya Mungu. Kwa jina naitwa mchungaji Grace Sudi kutoka Gracious Time. Namba yangu ya mawasiliano ni 0659 467510, 0659 467510. Karibu tuwasiliane. Unahitaji maombi, unahitaji ushauri, unahitaji kushuhudia yale ambayo Mungu ametenda kupitia kipindi hiki, na kukaribisha. Karibu sana na Mungu akubariki. Siku ya leo Mungu ametupa neno ambalo utakwenda kuliangalia siku hii ya leo ni maombi yenye ushindi. Maombi yenye ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Neno letu litatoka katika kitabu cha Yakobo 5 mstari wa 16 mpaka wa 18. Nitasoma katika jina la Bwana. Neno linasema ya kwamba, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3.5. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Nitakwenda kuomba. Baba, ninakushukuru maana wewe ni mwema. Tufunulie na maneno yako tupate kujifunza na kuelewa neno lako. Na kila atakayesikia neno hili, Mungu, fanyika mwalimu wa walimu. Roho Mtakatifu ukalifafanue neno hili
sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo letu ni maombi yenye ushindi. Maombi yenye ushindi. Maana ya kujifunza maombi haya ni ili kuendelea kumwomba Mungu ili upokee. Kuendelea kumwomba Mungu kwa mfululizo bila kukata tamaa, bila kuangalia changamoto mbalimbali. Maombi haya ni maombi ambayo yanamfanya mtu yeyote ambaye anaenda kumwomba Mungu. Ni maombi ambayo tunayalinganisha na mnyororo ambao unaendelea bila kukatika. Tunaangalia maneno ya Mungu ya kwamba maombi yenye ushindi ni yale ambayo mtu anaomba kwa bidii. Mtu anamwomba Mungu kwa bidii. Mtu anayeng'ang'ania kuendelea kumwomba Mungu kwa bidii. Mtu ambaye anaendelea kuomba bila kukata tamaa, bila kugeuka nyuma, bila kutazama changamoto, bila kutazama chochote ambacho kinamfanya aache. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa Eliya alikuwa ni mwanadamu kama sisi. Eliya alikuwa ni mtu wa kawaida kama binadamu. Alipoamua kumwomba Mungu mvua isinyeshe, Eliya aliendelea kumwomba Mungu bila kukata tamaa. Eliya alisonga mbele bila kukata tamaa mpaka Mungu akawa anampelekea msaada. Kwa hiyo kumbe, maombi yenye ushindi ni yale ya mtu ambaye ameamua kufa na kupona. Kuomba pia, wakati mwingine mtu anaweza kuamua kuomba kwa kufunga. Mtu anapoamua kuomba kwa kufunga ni sawa na mtu ambaye ameiua nafsi yake au amejiua, kwa sababu mtu mpaka aache kula ni ameamua lolote liwalo na liwe. Kwa hiyo mtazamaji na msikilizaji, huenda umemwomba Mungu ukafika wakati ukachoka au kukata tamaa, au ukaona kile ambacho unakiombea mbele za Mungu kimeng'ang'ania hakibadiliki, wala hakuna hata dalili ya kubadilika. Songa mbele, endelea kumwomba Mungu. Songa mbele, endelea kumwomba Mungu, wala usikate tamaa. Tunamwona Eliya alipoendelea kumwomba Mungu, Mungu kwa neno la Eliya, Mungu aliamua kufunga mbingu zisiachie mvua kunyesha. Kadhalika na wewe katika maisha yako, wewe ambaye umeamua kumwomba Mungu, wewe ambaye umeokoka na unampenda Mungu, na kuna vitu ambavyo umeamua kuving'oa, umeamua kuviharibu, umeamua vitoke, maana vinakuletea kiwingu au changamoto katika maisha. Mpaka mtu anapoamua kuomba ni pale anapoona hiki kitu kinaniletea changamoto, hiki kitu hakinipi amani, hiki kitu hakinipi furaha, hiki kitu kinaniletea mateso. Ndipo mtu huwa anaamua kumwomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na maombi haya, mtu anapoamua kuomba, tunaye adui anayeitwa Shetani. Yeye masaa 24
anazunguka akitafuta mtu wa mmezi, ambaye ni wewe, ambaye umeamua kumwomba Mungu, ni wewe ambaye umetafuta kumwomba Mungu. Kwa hiyo kadri unavyoendelea kumtafuta Mungu kwa maombi, kumbuka kuna upinzani ambao hautaki uendelee kuomba, ambao hautaki kuendelea na hili swala la kumwomba Mungu. Eliya alishinda alipoendelea kumwomba Mungu. Mungu alifunga mbingu, mvua haikunyesha, na tunaambiwa baada ya miaka hii 3 na miezi 6 aliamua kumwomba Mungu tena mvua inyeshe, na mvua ikanyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda kuangalia neno la Mungu kutoka kitabu cha Ayubu 8. Ayubu 8 mstari wa 5. Tutasoma mistari miwili, mstari wa 5 na wa 6. Neno linasema, wewe ukimtafuta Mungu kwa bidii na kumsihi huyo Mwenyezi, ukiwa wewe usafi na mwelekevu, hakika yeye sasa atageuka kwa ajili yako na kuyafanya makazi ya haki yako kutamaniwa. Kwa hiyo maombi ya kushinda, maombi ambayo yanaleta ushindi, ni yale ambayo mtu ameomba kwa bidii, mtu amekaa katika utakatifu, mtu ambaye ameacha dhambi, ni mtu ambaye amejikana, mtu ambaye amenia kumtafuta Mungu mpaka aonekane. Na Mungu hanyamazi, Mungu anatoa jibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe mwombaji, wewe ambaye umeamua kutafuta uso wa Mungu, lazima uzingatie kuwa na bidii, kuwa na uelekevu, kumtafuta Mungu, kusimama katika haki. Ndipo Mungu atainuka na kufanya au kujibu maombi yako. Hata kama shetani angepinga namna gani, neno lolote ambalo unaliomba mbele za Mungu, ukisimama katika kweli yake, Mungu ndiye anayekupambania na kukufanya ushinde. Unapofanya bidii, sikiliza sauti ya Mungu ile ambayo inakuelekeza cha kufanya ili kuendelea kujijenga na kujichochea ndani yako ile nguvu ya Mungu ambayo inatenda kazi ndani yako. Kitabu cha Waefeso 3 mstari wa 20 anasema ya kwamba basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa na ya ajabu kuliko tuyawazayo na yale tunayoyaomba, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo kumbe, ndani yako kuna nguvu ya Mungu ambayo inainuka kama mashine ambayo inaingilia kati sasa yale unayoyaomba mbele za Mungu. Mungu anaingilia kati kujibu maombi yako kutokana na nguvu ya maombi yako,
kutokana na bidii na kukazana kutafuta uso wa Mungu bila kukata tamaa. Ayubu alimwomba Mungu bila kukata tamaa. Hatimaye leo tunaweza kusoma tukajifunza bidii ya Ayubu, uelekevu wa Ayubu, kicho cha Ayubu, imani ya Ayubu. Alimtafuta Mungu kwa dhati. Alimtafuta Mungu bila kukata tamaa. Pamoja na kuwa marafiki wengi walikuja wakamwambia maneno ya kumkatisha tamaa, wakampinga Ayubu, wakamwona hafai, wakamwona ni mtu mwenye dhambi, wakamwona amepata mapigo, kama ambavyo huenda na wewe unaambiwa mambo kama haya na watu wengine. Wanakukatisha tamaa, wakuomba utakuwa wewe. Wapo waliojua kuomba, sio wewe. Hizo ni sauti za chura, hazimzuii ng'ombe kunywa maji. Kaza mwendo, songa mbele, ongeza bidii, omba bila kuchoka, omba bila kutazama mtu, omba bila kutazama nani anaongea nini, omba bila kukata tamaa wala kuchoka. Tunamwangalia mtumishi wa Mungu Ana aliudhiwa na mke mwenzake ambaye alikuwa anaitwa Penina. Alikuwa na watoto, lakini Ana hakuwa na watoto. Kwa miaka mingi alihangaika, lakini pale alipoamua kutafuta uso wa Kristo, kutafuta uso wa Mungu, hata kuhani alimkatisha tamaa. Lakini Hana hakukata tamaa. Alimjibu mtumishi wa Mungu, akamwambia, usimdhanie mtumishi wako kama ni mtu anaelewa. Akasema, nimeumimina moyo wangu mbele za Bwana. Ndipo kuhani alipomwambia, pokea haja ya moyo wako. Na wewe siku ya leo, hili neno limekuja kwa wakati na mpango wa Mungu. Kuna waombaji wengi wa sasa ambao wanaangalia mazingira, wanaangalia maneno na kusikiliza watu wanasemaje. Hakuna mwombaji aliyeshinda akapita kwenye njia isiyo na dhihaka, isiyo na kudharauliwa, isiyo na kupuuzwa, isiyo bila kuonekana duni. Hakuna mwombaji kama huyo. Kama unataka kumwomba Mungu kwa dhati, achilia mbali kuangalia maneno ya watu, achilia mbali kuangalia kina nani wamekutenga. Marafiki hiko ramasika wanaweza kukutenga, wakakuacha, wakakupuuza, wakakutukana. Kama unaomba, mbona hatuoni matokeo? Mbona hatuoni Mungu akijibu? Waambie, nitaomba mpaka kieleweke. Waambie, nitaomba mpaka kieleweke. Usikate tamaa,
usivunjike moyo. Mungu yuko kazini, riko sakarama sika, yuko bize kwa ajili ya maisha yako, yuko bize anakuangalia, yuko bize kutengeneza mambo yako, yuko bize kuandaa majibu yako. Kwa hiyo usikate tamaa, usivunjike moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku ambazo watu ambao wana mzigo wa kuomba ndio wanaopigwa vita makanisani, ndio wanaoonekana watu ambao hawafai, ndio watu ambao wanaonekana ni vituko, ndio watu ambao wanaonekana ni watu wa ajabu ajabu wasioeleweka. Lakini Mungu mbinguni anakuona. Mungu wa mbinguni anakuona wewe, unaeleweka, maana una uwezo wa kufunga mbingu na mbingu ikanyamaza kwa ajili yako. Usikate tamaa, usivunjike moyo, usitazame nyuma, usitazame nyuma. Songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele. Kile Mungu alichoweka ndani yako kitimize, usiache njiani. Habakuki 2 alisema, nitapanda kwenye mnara nione jinsi Bwana atakavyojibu katika kulalamika kwangu. Maombi yako Mungu anayasikia, maombi yako Mungu anayatazama, maana yeye anasema huwapa thawabu wao wamwombao. Na anasema ya kwamba, je, kama ninyi waovu mnaweza kuwapa watoto wenu vitu vizuri, je, si zaidi Baba yenu wa mbinguni kuwapa mema wao wamwombao? Ambao ni wewe unayenitazama, ni wewe unayenisikia. Pokea nguvu mpya ya kusonga mbele. Wewe ambaye umekata tamaa, wewe ambaye umeanza kuchoka, wewe ambaye umeanza kuona kama maombi yenyewe ndio hivi, ngoja niachane nayo. Usiache, songa mbele. Mungu anakusubiri kwenye kona fulani. Siku ya majibu yako hautaamini. Ilikuwa siku moja wakati namwomba Mungu, nilimwomba Mungu kwa muda mrefu sana kwa ajili ya kitu fulani. Wakati huo zilizuka kelele, watu wakapiga kelele, huyu anasema hili, huyu anasema hili, huyu anasema hili. Sikujali, nilisonga mbele. Kuna siku moja usiku niliamka nikaomba, maana Mungu alikuwa ananiambia nitakujibu, nitafanya. Hiyo siku niliamka usiku nikamwambia Mungu, umesema mara ngapi kwamba utafanya, mbona haufanyi? We Mungu mwongo. Nilisema ya maneno kwa uchungu, kwa sababu ya kelele na dhiaka ambazo nilikuwa nazisikia kwa watu. Hiyo siku kulivyokucha, ilikuwa siku ya ibada. Nilienda kanisani. Nilipoenda kanisani, wakati mtumishi wa Mungu amekaribishwa kuhubiri, alisema nina ujumbe wa mtu mmoja. Akasema huu ujumbe una mwenyewe, na mwenyewe yuko hapa. Wewe ambaye ulikuwa unamwambia Mungu wewe ni mwongo, mpaka akaniamsha, akaniambia amka. Nikaamka. Mungu akaniambia, unamwona mshirika wako ananiambia mimi mwongo?
nenda kamwambie hivi, mimi ni Mungu ninayejibu, mimi sio mwongo. Mwambie siku ambayo nitajibu hataamini macho yake. Atalia, atachoka, atashukuru, atachoka, atarukaruka, atachoka, atafanya vitu vyote, atachoka. Siku hiyo ambayo nitakwenda kujibu. Nilikaa kama wiki ya kwanza ya pili, Mungu alikifanya hicho kitu, na kweli nilirukaruka, nikacheka, nikalia, nikagalagala, nikapiga makofi, nikarukaruka, nikaona bado haitoshi. Wewe ambaye uko kwenye maombi unasubiri mkono wa Mungu, Mungu anasema mkono wake si mfupi hata usiweze kuokoa. Yupo kutengeneza njia akuokoe, akutoe pale ulipo, akutoe pale kwenye machozi, akutoe kwenye mateso, akutoe kwenye misiba, akutoe kwenye vilio. Na wale waliokuona wewe ni mtu fulani ambaye huna thamani, watakwenda kuona mkono wa Mungu na kumtukuza Mungu wako. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Hana alipopokea majibu yake alisema, kinywa changu kimepanuka kwa ajili ya adui zangu. Na wewe hiyo siku kinywa chako kitamsema Yesu, kitashuhudia matendo makuu ya Mungu ambayo ametenda kwako, na dunia itamuona Mungu anayeishi, Mungu anayetenda mambo makuu. Danieli alipomwomba Mungu hakuacha kumwomba Mungu. Hatimaye Mungu alionekana, mpaka Nebukadreza alipiga magoti mbele yake. Mfalme alipiga magoti mbele ya Danieli, akaamuru itolewe sadaka kwa ajili ya Danieli. Tunamuona Musa. Musa alimwomba Mungu kwa jinsi ya tofauti. Leo tunajifunza Musa alimwomba Mungu, Eliya alimwomba Mungu, Enoko alimwomba Mungu. Wote ambao walimwomba Mungu wameandikwa kwenye historia. Leo tunasoma, tunaona njia waliopita, na sisi tunatakiwa kupita humo. Pita humo, usijali miba, usijali moto, usijali chochote, maana Mungu yupo kazini akuokoe. Songa mbele, funga mkanda, pambana. Vita ni vya Bwana wala sio vya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yangu natamani Mungu ainue roho za waombaji. Mungu akuinue pale ulipo. Mungu akutie nguvu. Mungu akuamshe kama ulikuwa umelala. Ni wakati wa kumwomba Mungu. Ni wakati wa kumwomba Mungu na kutafuta uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yangu nina kiu. Ndani yangu namwomba Mungu asimamishe wale ambao walikuwa na kiu. Mioyo yao inatamani kumwomba Mungu, lakini changamoto zimekuwa kubwa. Mambo yamekuwa mengi. Hakuna kupendwa. Hakuna kuonekana kama unafanya kitu cha thamani. Nikwambie rafiki yangu, hakuna mwombaji ambaye huwa anatangazwa.
na kupewa sifa kedekede kwamba ameomba. Haijawahi kutokea. Walioandikwa kwenye Biblia walipita kwenye magumu mpaka wakashinda. Wewe na mimi, hakuna wa kutusifu, hakuna wa kutushikia bendera kwamba hawa ni waombaji, ila Mungu aonaye sirini ndiye anayeona kazi yako, ndiye anayeona uthamani wako. Wewe ni mlinzi, mlinzi wa kanisa, mlinzi wa nyumba yako, mlinzi wa familia yako, mlinzi wa nchi, mlinzi wa Afrika, mlinzi wa dunia, mlinzi wa mahali wa mtaa wako. Mungu anakuona. Kwa hiyo inuka, jikung'ute, anza tena safari. Riko sakaramasiki, riko sakaramasiki, riko sakaramasiki, riko sakaramasiki, riko sakaramasiki, riko sakaramasiki. Ayayaya, rapus. Msalaba mbele, dunia nyuma. Tazama msalaba, tazama msalaba, tazama msalaba wa Yesu. Songa mbele, songa mbele, songa mbele. Ukichoka mwambie Yesu, nisaidie. Roho Mtakatifu yuko kazini kwa ajili ya kukutia nguvu, kwa ajili ya kukusaidia ili ufike kule unakotakiwa kwenda. Huenda umekabidhiwa kijiji chako, huenda umekabidhiwa kuombea eneo fulani. Unasikia mzigo wa kuomba, lakini changamoto ni nyingi. Fumba macho, utazame msalaba wa Yesu. Utazame ariko saka, utazame, 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 utazame msalaba wa Yesu. Songa mbele katika jina la Yesu. Nitaomba kwa ajili yako. Wewe ambaye ulianza kukata tamaa, ukiona kana kwamba Mungu hakusikii au Mungu amekuacha. Mungu anakujua, Mungu anakupenda, Mungu amekuita. Huo mzigo hujajibebesha wewe. Kuomba ni gharama. Kuomba ni gharama, sio kitu cha kuigiza. Wanaoigiza wanaishiaga njiani. Wewe ambaye bado unasikia mzigo ndani yako, usithubutu kuacha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nitaomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, na waleta watazamaji na wasikilizaji, wale ambao Mungu umesema nao, na wainua mbele zako, nikiomba mkono wako orikasiki, watie nguvu, wainue, wasaidie, watie nguvu, wakutumikie. Achilia nguvu mpya ndani yao,
Achilia nguvu mpya ndani yao. Achilia nguvu mpya katika jina la Yesu. Nguvu mpya, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu katika jina la Yesu. Pokea nguvu mpya katika jina la Yesu. Pokea nguvu mpya katika jina la Yesu. Roho ya uchovu toka, roho ya kukata tamaa mwachie kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo wa Pasaka. Kuanzia leo aone kiu mpya, hamu mpya ya kuendelea kumwomba Mungu mpaka majibu yatokee. Asante Bwana, naliinua jina lako kwa kuwasaidia watumishi wako na watoto wako, na waachilia mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Lete matokeo na majibu kwa ajili ya watoto wako ambao wameamua kwa upya kukutumikia na kukuomba bila kukata tamaa. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru, amen. Mungu akubariki sana. Basi ndugu mtazamaji na msikilizaji, wewe ambaye una mahitaji mbalimbali, unahitaji maombi, niombe kwa ajili yako. Na kabla sijaomba, nitangulie kukupa maneno haya. Wewe ambaye unatamani kumwamini Yesu, unatamani kumpa Yesu maisha yako, sema: Baba, katika jina la Yesu nakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi, leo natubu, nisamehe. Katika jina la Yesu nimeamua kuokoka na kuacha dhambi na mambo yake yote, na mkataa shetani. Katika jina la Yesu nimeamua kukufata wewe Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Hongera kwa kuokoka. Mungu akubariki sana. Basi unahitaji lolote, weka mkono wako pale unapoumwa. Unahitaji lolote, weka mkono wako kifuani au kichwani, nipate kuomba pamoja na wewe. Rapasika, rapasika, korobo shandaramasiki, lori sikaramako. Ipo nguvu ya utetezi, nguvu ya uponyaji, nguvu ya uzima, nguvu ya neema, nguvu ya mkono wa Mungu ulionyoshwa katika jina la Yesu Kristo. Naamuru mamlaka yote katika ulimwengu wa roho, kila nguvu inayowasumbua watazamaji na wasikilizaji, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho ya magonjwa waachie, ondoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naachilia uzima, naachilia nguvu ya Mungu iendelee kutenda kazi, kuokoa na kuponya kwa jina la Yesu Kristo. Naangusha kila kusudi la adui na utendaji wake wote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wanaohitaji kuolewa na kuoa, kwa jina la Yesu inua watu sahihi kwa ajili ya maisha yao, kwa jina la Yesu. Pokea mke wako, pokea mme wako kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Wewe unahitaji watoto wa kike na wa kiume, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Nafungua tumbo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe unahitaji ada, wewe unahitaji kodi ya nyumba, wewe unahitaji mahitaji mbalimbali, wewe ambaye ndoa yako haina amani, kwa jina la Yesu, 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 toka shetani, achia maisha ya watoto wa Mungu katika jina la Yesu. Baba, asante maana umetenda. Ninaliinua jina lako na kulibariki.
nashuka na kunyenyekea ili wewe uinuliwe. Sigusi utukufu wako Mungu, bali naurudisha kwako, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba na kushukuru. Mungu akubariki. Karibu tumie namba hii ya mawasiliano, namba 065 467 510, 0659 467 510. Karibu kwa mahitaji mbalimbali. Karibu kwa shuhuda. Karibu kwa sadaka pia, kwa sababu tuna uhitaji wa vyombo vya kuweza kurekodi vizuri zaidi. Karibu kwa sadaka na Mungu atakwenda kukubariki. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.